41 Mathayo inasema. Naam. Inasema wakamwambia, si ndio hiyo? Basi atakapokuja yule bwana wa shamba. 22:41. Hiyo ni Mathayo. Okay, 22:41 sasa. Yaani kuconfuse swala kawaida. Hata Muhammad siku moja aliswali raka 3 badala ya 4. Naam. 22:41 inasema, na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akasema. Akasemaje? Mwasemaje katika habari za Kristo? Ndio. Ni mwana wa nani? Angalia, wamekutanika pale wasomi wanaomjua Mungu, anawauliza, "Mwaonaje kwa habari za Kristo? Yeye ni nani?" Wakajibuje? Wakamwambia, ndio, ni mwana wa Daudi. Wakamjibu, ni mwana wa Daudi. Yesu akasemaje? Akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana akisema? Unaona tofauti iliyopo kati yetu sisi na nyinyi? Imekuwaje katika roho? Wewe upo katika mwili. Kwa hiyo unapokuwa katika mwili, Yesu ni mtumishi, Yesu ni nabii, Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni mzabibu. Yaani upo katika kila nyanja ambayo wewe utataka kuuliza katika ulimwengu wa mwili. Lakini nasema katika roho. Malizia. Akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, ndio, uketi mkono wangu wa kuume, alafu ataniwawekapo adui zangu kuwa chini ya miguu yako. Maliza. Basi Daudi akimwita Bwana imekuwaje ni mwanawe? Swali hilo. Kama Daudi kamwita Bwana katika roho, vipi yeye mwanawe? Kumbe sisi wa Kristo tunamjua Mungu zaidi kuliko mwanadamu yote duniani. Kwa nini? Muislamu hawezi kumjua Mungu. Wewe utamwelezaje Mungu? Wewe Mungu unamjuaje Muislamu? Nikikuuliza Mungu ni nini, utasema la miadi wala muyuladu. Wewe mjui Mungu. Mungu mjui. Kwa hiyo hilo jina ndio hilo jina ambalo Yesu amesema kila mnapoomba, kila chochote kile, basi ombeni kwa jina langu. Kwa jina la Yesu pepo toka. Hilo ndio jina la Mungu. Na mapepo yanatii. Kwa hiyo ni Yesu. Hamna jina lingine. Hakuna jina alilopewa wanadamu lipasalo kuokolewa zaidi ya jina la Yesu. Ndio jina la Mungu. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema hivyo nina maana kwamba Allah hana jina. Nataka leo nitawachanganyeni leo. Na leo lazima niwachanganye. Wakristo, haleluya. Allah hana jina. Kwa hiyo ndugu yangu kada, hilo jina ni jina la Yesu. Asante. Allah hana jina. Nataka niwachanganyeni leo. Mada yetu ikafika wakati tutajadili Allah. Leo tunajadili uungu wa Yesu. Mwenyekiti, majibu yetu ndio hayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza ndio maana nilisema tangia mwanzo, yani kuna msemo unasema mzigo mzito mbebeshe Mnyamwezi. Sasa sijui Myahudi ni Mnyamwezi au kabila gani. Swali hajajibu au Waislamu kajibu? Amejibu swali. Matokeo yake ametoa haya Mathayo, eti Yesu anasema wanayomuita Yesu mwana wa Mungu ni waandishi, mwana wa Daudi ni waandishi. Kumbe hata malaika wa Luka 1:34 alivyomuita Yesu mwana wa Mungu, malaika huyo anapingana na Yesu. Kwa sababu Yesu mwenyewe kumbe yeye anakataa yeye si mwana wa Daudi. Lakini kwanza Luka 1:34 soma. Luka 1:34. Luka 1:34 inasema, ametoa haya eti Yesu anasema Daudi anamuita Bwana. Kwa hiyo Yesu hawezi kuwa mwana wa Daudi. Sasa soma Luka 1:34. 32 anzia haraka. Naam, inasema malaika tazama, atachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Ndio. Na jina lake utamuita Yesu. Ndio. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Ndio. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Takbir. Kumbe malaika anasema Yesu baba yake Daudi. Ametoa haya nyingine, Yesu anasema Daudi sio baba yake kwa sababu Yesu ni Bwana kwa Daudi. Kwa hiyo haya zinapingana. Ukija pitia na hii, na niangalia ndio nakufa hivyo.
Waislamu takbir. Allahu akbar. Myahudi kachanganyikiwa, anasema Allah sio jina. 17:110 haraka haraka. Muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Kumbe Allah jina, futa hiyo. Waislamu takbir. Allahu akbar. Swali langu liko pale pale 3:11 Ufunuo, rudia. Jibu swali, acha kulalamika. 3:11 kitabu cha Ufunuo wa Yohana inasema. Mwenyekiti anakuambia mada ya Allah chagua kesho, tukushone vizuri. 3:11 Ufunuo. Naja upesi. Naja upesi. Shika sana ulicho nacho. Ndio. Asije mtu akaitwa taji yako. Subiri. Yesu yuko mbinguni, kashapaa. Na kwa imani yenu amerudi mbinguni katika utukufu wake. Tayari yuko mbinguni Yesu huyo, endelea. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Hekalu la Mungu wangu. Yesu ana Mungu wake. Tayari, endelea. Wala hatoteka tena humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu. Takbir. Jina la Mungu wake. Maliza haya. Jina la Mungu wangu. Ndio. Na jina la mji wa Mungu wangu. Na jina la mji wa Mungu wangu. Swali. Jina la Mungu wake Yesu. Nani ili Yesu awe Mungu? Jibu swali, atakulalamika. Salamu alaykum. Unajua, inawezekana labda watu hawakunielewa. Niliposema leo nataka niwachanganye, kwa maana nataka nikamate fahamu zenu ili nione kama kweli Mungu mnamjua au la, au mpo kishabiki. Ndio ilikuwa lengo langu. Inawezekana labda wengine tu walipokea kishabiki zaidi. Lakini mimi nashukuru kitu kimoja. Huyu naye amerudi mara ya pili, ndio kwanza hata haelewi kile ambacho mimi nilikisema au tumekisoma. Walichojibu Mafarisayo walikuwa sahihi kwa maana ya utabiri. Sasa Yesu alitaka majibu lingine la pili. Kama Daudi kamwita Bwana katika roho, vipi hayo mwanawe? Sasa alikuwa anataka majibu mengine. La kwanza amejibu. Sasa hivi ni vitu nitakiwa utumie akili. Unaposoma maandiko ya Mungu uwe na akili timamu, alafu pia utumie akili nyingi sana. Hamidu. Hayuko Hamidu, yuko Omari. Soma hiyo Omari 22:3 kwanza Qur'ani. 22:3 Qur'ani. Mimi siwezi kumzungumza Yesu bila kumzungumza Allah. Haiwezekani. Vinginevyo mniambie kwamba Allah haipo kwa Yesu alipo. Lazima tukubaliane uwanja huu kwamba kama Yesu sio Mungu, Allah yu wapi? Soma hiyo sasa. 22:3 Qur'ani inasema haja. Na katika watu wako wanaobishana juu ya Mwenyezi Mungu bila kuwa na nini? Pasipo elimu. Sasa lazima tuwe na elimu. Na wanamfuata kila shetani asi. Kwa hiyo kada, unaweza kusimama hapo kwa dhani labda unakwenda kielimu, kumbe unamfuata shetani asi tu, huna elimu ya Mungu. Hiyo ni Qur'ani. Na iheshimu Qur'ani, ila siamini. Lakini naiheshimu. Nimesema ile jina la Mungu ni Yesu. Akasema sio kweli na nini 8 hapo na Biblia. Yesu amesema mpimato na nini? Sasa na Biblia nyingine hapo ya Afrika. 8:58 Yohana. 8:58 Yohana. Sikilizeni, mimi majibu nilitoa tu kwa haraka, lakini sasa sikilizeni. 8:58 inasema. Inasema. Yesu akawaambia, amini nawaambieni, ndio kabla ya kuwako Ibrahimu, mimi ndiye. Hebu kwanza tufikirie na tafakari sisi sote uwanjani, bila kujali uwe Mkristo au Muislamu. Anasema yeye Ibrahimu hajakuwepo, mimi niko. Alikuwepo kama nani? Tujiulize, yupo kama nani? Na wakati huo Allah yuko wapi? Yaani wakati Yesu yupo kabla ya Ibrahimu, Allah yuko wapi? Ufafanuzi chini hapo. Inasema Yesu, ndio Yesu ni jina la Mungu ambaye yupo. Sasa unakataa nini? Hiyo mijibu mule Yesu ni jina la Mungu ambaye yupo. Sasa unakataa nini? Nimejibu mimi, lakini kitabu kinanisapoti. Mnasemaje sasa? Rudi hapo, soma hapo alama yote ya ufafanuzi hapo. Inasema Yesu ndio ni jina la Mungu ndio ambaye yupo. Sasa unabishana kitabu, unabishana mimi. Kitabu kinasema Yesu ni jina la Mungu. Wewe unasema la, haiwezekani. Tupe jina la Mungu nani? Unasema Allah. Allah si Mwenyezi Mungu Kiswahili jina lake. Allah Kiarabu, Kiswahili Mwenyezi Mungu jina lake nani? Haleluya.
Sasa unachanganyikiwa hapo kwamba eti mwombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah, yaani mwombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Mwenyezi Mungu, inaingia akilini? Haiwezekani. Naam, Wakristo, haleluya. Swali langu ndogo sana, Waislamu wanashindwa kumwelewa kwamba Yesu ni Mungu kwa sababu ufahamu wa kumtambua Yesu ni Mungu ni mgumu, maana Qur'ani imesema 17 pale kwamba Waislamu kwa 85 hawana elimu ya roho. Lakini ziko sifa ambazo ni za Mwenyezi Mungu pekee ambazo Qur'ani inakubali. Msomaji? Nipo mwalimu. 39:24 Qur'ani. Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi. Hiyo ni Qur'ani inataja sifa ya kwanza Mwenyezi Mungu, inasema ni nuru ya mbingu na ardhi. Asa ili Yesu asiwe Mungu, sifa hii inamwangukia ama imwangukii? Twende 18:12 Yohana. Basi Yesu akamwambia nini? Akasema, mimi Yesu ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye ajaye kwangu hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Naona maneno Qur'ani imetoa sifa ya Mwenyezi Mungu, mojawapo ni nuru ya ulimwengu. Inamwangukia Yesu ndiye Mungu mwenyewe, ama mimi ni nuru ya ulimwengu. Qur'ani inaelekeza yeye ni nuru. Mwenye sifa hiyo anasema mimi ni nuru. Tatizo liko wapi? 39:29 Qur'an. Mwenyezi Mungu anakupigiani mfano wa mtu mwenye mabwana washirika wanaogombana na wa mtu mwingine aliyehusika na bwana mmoja tu. Je, wako sawa katika hali zao? Alhamdulillah. Lakini wengi wao hawajui. Basi shughulika na bwana wako mmoja tu, naye ni Mwenyezi Mungu. Qur'ani imesema Mwenyezi Mungu ndiye Bwana mmoja. Huyo Bwana ni nani? Yohana 13:13. Nyinyi mwanita mwalimu na Bwana, mwanena vema. Maana mimi Yesu ndivyo nilivyo. Naona maneno Qur'ani imesema sio Mwenyezi Mungu ni Bwana, ni Mungu mmoja. Yesu kajibu mimi ndiye Bwana mwenyewe ambaye Qur'ani inanilenga. Utata uko wapi? Wakristo, haleluya. Amen. Swali langu lipo hapo kwenye 57:1-3. Kwa nasema yeye Mwenyezi Mungu ni wa mwanzo na ni wa mwisho, ni sura Al-Hadid 57:3. Hebu isoma haraka msomaji. Sura Al-Hadid. Yeye ni wa mwanzo na tena ni wa mwisho. Ufunuo 1:17. Nami nilipomuona nalianguka kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono juu akisema, usiogope Yohana, maana mimi Yesu ni wa kwanza na tena ni wa mwisho. Asante. Qur'ani imetoa sifa Mwenyezi Mungu ya tatu, yeye ni wa mwanzo na yeye ni wa mwisho. Mlengo wa sifa hiyo ni Yesu kasema mimi ni wa mwanzo na ni wa mwisho. Na Yesu ndiye kaongea hata 44:7 Isaya kaongea, yani kwenye Agano la Kale lote kaongea Yesu. Swali langu, yuko Mungu mwingine aliyewahi kusema mimi ndi wa mwanzo na wa mwisho ili awe huyo ndiye Mungu asiwe Yesu? Qur'ani imelenga yeye ni wa mwanzo na mwisho, Mungu sifa yake. Yesu kwa jinadi mimi ndio mwenyewe mwanzo na mwisho. Swali, yuko Mungu mwingine nje na Yesu aliyesema mimi ni wa kwanza na mwisho ili huyo awe ndiye Mungu anayerangwa na Qur'ani asiwe Yesu? Swali dogo sana. Mwenyekiti, maliza muda wangu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Jamaa yetu ametoa aya karibu 6 hivi. Mwisho aya 6 akaja akatengenezea swali. Nafikiri labda ametumia mbinu nzuri kutoa hoja nyingi, labda amshughulishe sana mzungumzaji. Mwenyezi Mungu ni nuru, akatoa aya Yesu naye ni nuru. Akasema hili sio swali. Tayari lishapatikana swali, kisema sio swali. Akatoa aya kwamba Mungu ni Bwana, akatoa aya Yesu naye ni Bwana. Akasema pia sina swali hapo. Kashazungumza tayari. Na mwisho akaenda kwamba Mungu ni wa mwanzo na wa mwisho, na yeye akatengeneza swali hapo. Sasa ili tuwe tumetoa faida katika kujibu swali, hem nijibu kwanza pale aliposema ni swali lake. Muda ukinitosha alafu nije na kwa haya mengine. Ametoa aya katika Ufunuo, anasema kwamba kwa mujibu wa aya hii Yesu ni wa mwanzo na wa mwisho, kwa hivyo yeye ndo anakuwa Mungu kwa kuwa ni wa mwanzo na wa mwisho. Lakini nasikitika kwamba mimi sio Mkristo, ni Muislamu, lakini na elimu ya kufahamu Biblia inaposema inakusudia kitu gani, tofauti na rafiki yangu wa Kikristo. Huo Ufunuo ungesoma tu sura ya kwanza mstari wa kwanza, sasa hizo ungekuwa nyumbani umepumzika, wala hakuna haja kuleta sababu tena katika kutafuna muda wa watu kusikiliza moja Ufunuo. Na mnasema Unasemaje? ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na nani? na Mungu. Unaona kesi imeisha hapo. Yaani ungejua kwamba hayo maneno yote Yesu anapewa na Mungu, wala usingekuja kuuliza hilo swali hapo. Takbir. Takbir. Kwa hivyo kimsingi nimejibu swali. Maneno yote yaliyopo katika Ufunuo
Yesu anakuwa spika, Mungu ndiye anayetoa yale maneno Yesu ayaseme. Sawa sawa na leo wewe ukikaa kule, yule asema hizi spika zimetangazwa zinakuja kujibu swali Kinyogoli, unatafuta katika zile spika Kinyogoli atakuwa nani? Utakuwa una matatizo kichwani. Zile kule zinapitisha sauti ya mwenyekiti, lakini maneno ni ya mwenyekiti. Kwa hiyo Yesu aliposema ni wa kwanza na wa mwisho, ungeuliza Yesu hapa alifundishwa na nani aseme hivi, alikuwa na mnukuu nani, ungekuwa una shida. Lakini elimu kubwa ndio hiyo, moja moja ufunuo, kumbe hayo maneno Yesu kapewa na Mungu. Sasa labda tufute ile ya kwanza tuitoe, ili ya kwako ipate kufanya kazi kwa yale ambayo unataka kuyapandikiza kwa watu hawa. Alafu akasema Yesu ni nuru, akiona maana Mungu ni nuru, lakini kuna sehemu alishindwa kuelewa. Hebu nisomee Isaya 15:45-7. Isaya. Hapo utajua Yesu kama nuru anakuwa nani sasa. Soma hivi. Mimi Mungu naiumba nuru. Kumbe Yesu kwa sababu nuru kaumbwa. Maana Mungu anasema yeye ndo anaumba nuru. Na wewe umesema Yesu ni nuru, maana yake kaumbwa na Mungu. Sasa huyo Mungu aliyemuumba Yesu, Biblia inasema ni nani? Biblia ya Afrika inamtambua Mungu anaitwa nani? Biblia ya Afrika ukurasa 2216. Biblia ya Afrika inasema Mungu aliyemuumba Yesu anaitwa nani? Soma hiyo. Inasema naam, Allah tazama Elohim kwamba ni Mungu. Allah tazama Elohim kwamba ni Mungu pekee. Umesikia Biblia hiyo? Rudia tena, hawajasikia Wakristo. Biblia hiyo inasema hivi. Inasemaje? Inasemaje? Allah A-L-L-H Allah, kama wanavyoandika Waislamu. Na hapa Mkristo yote akija tumuonyeshe Biblia hii, asije akasema kwamba labda imetoka msikitini. Hii hapa. Wameileta wao waliokuja kusoma msomaji wao mwanzo ya kwao hii. Wamekuja nayo wao wenyewe. Samaki anajikaanga kwa mafuta yake hapo. Sasa Allah tazama Elohim, hili ni jina la Mungu. Biblia inasema jina la Mungu anaitwa Allah. Wao Wakristo wanakuja kujibu swali hapa la ndugu yangu Kada, wanasema eti jina la Mungu anaitwa Yesu. Sasa Yesu kaja duniani anasema kwamba yeye amekuja kulitangaza jina la Mungu. Kama na yeye anaitwa Mungu, maana yake sikachukua jina la Mungu wake. Sasa huyo Mungu wake ambaye Yesu kakopi jina la Mungu wake ndio nani? Ndio tunamtaka hapa. Jina la Mungu linaitwa Yesu, nyewe mmesema. Na huyu mtu kaja duniani anasema mimi nimekuja kulitangaza jina la Mungu wangu, na yeye anaitwa Yesu na jina la Mungu wake Yesu. Huyu kazi kachukua jina la Mungu wake. Sasa huyo Mungu wake ambaye huyu kiumbe kachukua jina la Mungu wake, huyo Mungu wake ni nani? Ndio unaambiwa hapa. Kumbe Biblia inasema Mungu anaitwa Allah. Tumsalie Uislamu. Hivi jamaa inahitaji tena diploma au bachelor ya nini? Simeeleweka tu. Nimeeleweka mheshimiwa. Si ipo sawa hapo? Iko sawa mheshimiwa. Kuna swali la nyongeza mwenyekiti? Hakuna swali la nyongeza. Eti kuna swali la nyongeza? Na mheshimiwa, kwa swali la nyongeza tafadhali. Asalamu alaykum. Anasema lipo. Sallallahu ala Muhammad. Swali la nyongeza. Swali la nyongeza. Haya, swali la nyongeza, Mwalimu Medadi Kiabashasha. Naam, Wakristo, haleluya. Kinyogoli kasaidia upeleleza amesema unaposema nuru imeumbwa. Kwa hiyo akiwa na maana 24:34 Qur'ani imesema Mwenyezi Mungu ni nuru. Kwa hiyo akiwa na maana Allah Subhanahu kaumbwa, maana yeye ni nuru. Umesaidia upelelezi Kinyogoli. Asante, ubarikiwe bwana. Kumbe Allah kaumbwa naye ni nuru. Asante. Ulikuwa ujui hilo? Wakristo, haleluya. Yaani kajitia kitanzi mwenyewe. Alafu msomaji, nipo mwalimu. Ile ufunuo nilijua utakuja, ndio maana nikaacha mstari wa 14 makusudi. Mbona nashuka mpaka 7? Anaposema ufunuo Yohana aliyokuwa na Yesu, ufunuo Yesu Kristo aliyopa Mungu aisha wafasi wake. Maana yake ni nini? Sisi tunaelewa Biblia. Wewe Biblia utaijuaje? Watu wanakaa shuleni miaka 8 kusoma Biblia tu. Wewe umekurupuka jana unajua Biblia? Wewe vipi? Maliza mpaka mstari wa nenda mstari wa 7 sasa mpaka wa 8. Na kija mjibu Kinyogoli shuka mpaka hapo. Nani? Nitasoma katika jina la Yesu Kristo ambaye ndio Mungu wetu na Paulo ndio mtume wake. Maana swali la jibu karuka kwingine. Uje ujibu swali hapo. Tazama, yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza. Nani maneno hayo? Kwa ajili yake Yesu anakuja na mawingu, kila jicho litamuona.
waliochoma ule mwili hapa kwa mkuki pale msalabani watamwona kila jicho mpaka la Kinyogoli mpaka la Masinge. Yesu huyo anakuja, wanaanza kilio, wao tulimkataza KMC Mungu ndo amekuja, inakuaje? Kibano kwenu, lazima muone kila jicho. Nenda mpaka mstari wa 8, Yesu anasemaje? Naam, amina. Mimi Yesu, mimi Yesu ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Naona maneno haya, mimi ni Alfa na Omega, ni mwanzo na mwisho. Nenda 17:14 maliza. Ina nami nilipomuona, nami nilipoiona, nalianguka kama mtu aliyekufa, akaweka mkono juu yake, akisema nile, usiogope wana, usiogope wana, maana mimi Yesu ni wa kwanza na tena ni wa mwisho. Twende, nami ni wa kwanza na tena wa mwisho. Asante. Yeye ashindaye nitampa. Asante. Subiri sababu ya muda. Ni hivi, Kinyogoli njoo ujibu swali. Qur'ani imesema Mwenyezi Mungu sifa yake yeye ni wa mwanzo na ni wa mwisho. Yesu akajibu, mimi Yesu ni wa mwanzo na ni wa mwisho. Nikajenga swali dogo, je, yuko Mungu mwingine aliyesema mimi ni wa mwanzo na mwisho ili huyo awe ndiye Mungu anayelengwa na Qur'ani asiwe Yesu? Ungesema ndio, Mungu mwenyewe huyu. Lakini ujaenda umepiga porojo, umekwenda ukaa. Wewe vipi? Uje ujibu swali. Tena hata Isaya 44:7 Yesu kaongea maneno hayo, ukianzia 6, mimi ni wa mwanzo, mimi ni wa mwisho. Qur'ani imesema shughulika na mambo moja tu, Bwana ndiye Mungu. Jibu swali, sio unaleta ujanja hapo. Haya, hapa ujanja utakikana, unataka na ujinga tu. Haya, mwenyekiti mwenza, Naomba majibu. haya, Ustadhi Saidi Juma Kinyogoli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waislamu takbir. Tunasema hivi kwamba mjadala tunaufanya, lakini hoja za kielimu zinatakiwa zitutangulie sana, ili kila mmoja anayetusikiza aweze kujua kwamba tupo hapa kwa ajili ya kutoa faida kwa watu. Jamaa amekuja hapa akaweka tena swali. Mimi nianze kwanza kuzungumza katika kile alichoulizia, alafu yale aliyotanguliza baadaye, kwa sababu mwenyewe hakuyafanya kama swali. Hata kama muda utanitupa mkono, basi nitakuwa na namna ya utetezi, kwa sababu tumejibu kile alichouliza. Akarudia pale pale katika issue ya Yesu kusema mimi ni wa mwanzo na wa mwisho. Yeye na msomaji wake wakaweka kitu ambacho kimsingi sijui baadaye mwenyekiti